Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaweza kuketi. Wapendwa, kabla hatujasema neno ambalo Mungu anahitaji kusema nasi majira haya katika ibada hii ya maombi, wapendwa, ningependa kuwakumbusha jambo moja. Jambo ambalo wapendwa ninahitaji kuwakumbusha ni kwamba mwanadamu tangia ameumbwa, kama tunavyoona katika maandiko matakatifu, katika Biblia, ambayo Biblia ina vitabu 66. Ukitazama kinachoongelewa, wapendwa, ni habari za mwanadamu kumwasi Mungu, na baada ya kumwasi Mungu tunaona kinachofuatia ni adhabu. Baada ya adhabu, mwanadamu akiona ameadhibiwa, akaumia kwa kuadhibiwa, mwanadamu ndipo anamkumbuka Mungu wake na kuomba toba, kumgeukia Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama haitoshi, baada ya kuwa ametubu, mara nyingi Mungu huamsha mtu, au wakati mwingine inawezekana hata mwanadamu akawa hajatubu, lakini Mungu kwa neema zake kuu huamsha mtu wa kuweza kuwakumbusha neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ukitazama Ibrahimu anaitwa katika nyumba ya baba yake, katika nchi ya baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anampa maelekezo. Pendwa, tunapomwongelea Ibrahimu, kipindi Mungu anampa maelekezo kumpeleka aende katika nchi asiyoijua. Bwana Yesu asifiwe. Tukumbuke kwamba Ibrahimu alikuwa hamchi Mungu, alikuwa anaishi sawasawa na taratibu zilizokuwepo katika nchi ya baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kulingana na kwamba Ibrahimu ni mtii, aliamua kumtii Mungu hata akaacha tamaduni za sehemu ile aliyokuwa anaishi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hata leo tunasema Ibrahimu ni baba yetu wa imani. Ni baba yetu wa imani, kwa sababu aliweza kuonesha imani kuu. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunaona Ibrahimu akatii. Pale tunapata kitu kimoja, kwamba uasi ni kinyume cha utii. Bwana Yesu asifiwe. Kutenda kinyume cha amri za Mungu ni uasi. Tunamuona Adamu alipotenda kinyume na amri ya Mungu, akawa ameasi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anahitaji tumtii, wapendwa. Mungu anahitaji tumtii. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu Mungu anachohitaji kama utii. Kungewezekana Mungu akamuumba Adamu na asiuweke ule mti wa katikati na kumwambia Adamu usile matunda ya mti huu. Ila Mungu alichokuwa anakitaka ni mwanadamu aishi katika utii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akamwekea kitu ambacho alitakiwa atii, ili kuonesha kwamba kweli anampenda Mungu, kweli anamheshimu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, Adamu akawa ameshindwa
akala lile tunda kwa kudanganywa na shetani aliyekuja kwa kiwiliwili cha nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Alipoasi kwa kuvunja sheria ya Bwana, Mungu alichokifanya kama alivyokuwa amesema, hakika mwanadamu atakufa. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kuanzia pale alipokula lile tunda, tayari kifo kikawa kimeingia. Na mara nyingi, Bwana Yesu asifiwe, mara nyingi mwanadamu anaanza kufa roho. Maana yake unaweza ukamwona mtu anatembea lakini tayari amekwisha kufa. Bwana Yesu asifiwe. Ila Mungu anamwachia mwili ukiwa na uhai ili apate nafasi ya kutubu atakapotafakari makosa aliyofanya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaona mwanadamu akiwa amekufa, Mungu anamuuliza uko wapi? Sio kwamba alikuwa ajui alipo, ila alikuwa anamzungumzisha ili aone kama atakumbuka kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Badala yake akaanza kuleta malalamiko kwamba Mungu, ni huyu mwanamke uliyenipa ndio amenidanganya nikala tunda, ameniambia nile tunda. Lakini kumbuka amri alipewa yeye mwenyewe Adamu. Bwana Yesu asifiwe. Pendwa, bado Mungu ni wa neema. Bwana Yesu asifiwe. Na mara nyingi watu wamekuwa wakisema katika Agano Jipya ndipo kuna neema ya Yesu Kristo. Hiyo ilikuwa ni neema kubwa, lakini neema imekuwepo hata kabla ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tumeiona neema kwa Ibrahimu. Mungu anapomtokea, sio kwamba alikuwa amefanya zuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baada ya kumtokea, Ibrahimu akatii sauti ya Mungu na akafanya kama Mungu alivyomwagiza. Na kupitia kizazi chake tunaona likawepo taifa kubwa la Mungu, ambalo kupitia hilo Mungu alihitaji kufanya ukombozi wa watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona pia muda unaenda, tunaona mwanadamu anaasi. Tukumbuke hata Ibrahimu mwenyewe kuna wakati alishindwa kuamini kile Mungu alichokuwa amemwambia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa kiasi kikubwa Ibrahimu alimtii Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwa Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Mbaya ukifuatilia utakuta Yusufu anazaliwa katika uzao ule. Kwa maana Ibrahimu anakuja kumzaa Isaka, ambapo Mungu akamjaribu Ibrahimu kwa Isaka kwa kumwambia amtoe kama sadaka. Ibrahimu hakusita, akazidi kuthibitisha imani yake ya utii. Bwana Yesu asifiwe. Huyo na yeye akawa amemzaa Yusufu. Muda unakwenda, binadamu kama jinsi ilivyo, huyo Yusufu akazungumziwa na Mungu kwamba atabarikiwa katika ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Kaka zake waliposikia ile habari haikuwafurahisha. Bwana Yesu asifiwe. Wakapanga mpango kumuua, alafu waseme ni mnyama aliyemlalua. Lakini kwa kuwa Mungu hakuandika hivyo, badala yake akawa wamemtumbukiza kwenye shimo. Lakini katika hilo shimo waliokuwa wamemtumbukiza ili aweze kufa, akatolewa na kuuzwa utumwani. Bwana Yesu asifiwe. Wakafanya shauri, badala ya kumuua, tumuuze hata tupate pesa kidogo. Akawa ameuzwa utumwani Misri. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo habari ndio inakuja sasa kutuletea wana wa Israeli kutoka Misri wakitolewa na Musa. Maana yake hapo kinapita kipindi taifa la Mungu linataabika wakitenda maovu. Bwana Yesu asifiwe. Kule Misri wakiabudu
taratibu za kule, wakiabudu sanamu na kuzitumikia na kutumikia miungu kama maandiko yasemavyo. Bwana Yesu asifiwe. Ulivyofikia wakati Mungu kama agano lake jinsi lilivyo akahitaji kuwakomboa. Bwana Yesu asifiwe. Ni neema ile. Naona kilichofuatia, Mungu akamtokea Musa katika kichaka cha mwali wa moto, kijiti kikawa kinawaka kizimiki. Musa akasogea kuona maono, maajabu hayo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Aliposogea mahali pale, Mungu akamsemesha kwamba Musa, vua viatu vyako, mahali hapo ni patakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hilo andiko sisi wa Kristo linatufundisha jambo moja, kwamba unaposogea katika uso wa Mungu kama ninyi sasa hivi mlivyosogea mahali hapa, unatakiwa kuacha mawazo yako, kutokuja na mawazo yako. Bwana Yesu asifiwe. Ili uweze kusikia Mungu anakuambia nini. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka pale hakuna mtu aliyekuwa amefagia pale. Yale mazingira Musa alikuwa anapita mara kwa mara anachungia mifugo. Inawezekana mifugo hata walikuwa wakijisaidia pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini anaambiwa avue? Sio kwamba palikuwa ni pasafi, ila kuna kitu alihitaji kumuongelesha kwanza cha utii, na baada ya utii, Bwana Yesu asifiwe, akaanza kupokea maelekezo. Anza kupokea maelekezo kwamba unachotakiwa kukifanya ni kwenda kumwambia Farao aachie watu wangu wakanitumikie. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbuka, Musa alikuwa katika nyumba ile ya Farao na alikuwa ametenda tukio baya la kuua. Anajiuliza, nitaendaje kwa Farao na wakati nimefanya majanga? Bwana Yesu asifiwe. Fuatilia historia yake ya kuzaliwa, anatafutwa uawe, mwisho wa siku akawa ameokotwa na nani? Bwana Yesu asifiwe. Aliokotwa na nani? Aliokotwa na binti Farao, tunaweza tukasema. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe huyo anayeokotwa si wa kabila hilo, ni kabila lile ambalo walikuwa wanahitaji liteketezwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wote walikuwa ni mpango wa Mungu. Mungu akamwambia jinsi atakavyoenda kusema Farao. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamwambia kile atakachoenda kukisema kwa Farao ili amsikie. Na Musa akapewa hata ishara kwamba utakuwa na fimbo, na ile fimbo utakuwa ukitupa chini inabadilika kuwa nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Farao alipofanyiwa muujiza huo, akasema hii nyepesi, hata waganga wangu wanafanyaga hii. Bwana Yesu asifiwe. Akawaita waganga wake na wao wakaja na fimbo zinabadilika, zinakuwa nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu yule nyoka wa Musa alikuwa nyoka wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe, akawa anakula wale nyoka wa waganga. Farao kwa kiasi akaanza kuamini kweli huyu mtu ametumwa na niko ambaye niko, kama Mungu alivyojitambulisha kwamba aliuliza Musa, nikiulizwa nimetumwa na nani niseme nini? Mungu akamwambia utasema kwamba umetumwa na yeye ambaye yuko. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ambaye niko, mimi niko ambaye niko ni jina ambalo linahitaji kuonesha kwamba Mungu hana mwanzo wala mwisho na yupo hata sasa. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, ni habari ndefu. Kumbuka habari hii ambayo ninaiongea mpendwa,
ndio inatengeneza kile kitabu chenye vitabu